our mothers back then hakukuwa na haya mambo, hata tukilelewa hakukuwa na hii mambo, lakini imekuja tu juzi. Kwa nini? Mambo yenye wasichana wetu wanafanya, our girls, our sisters, tunawapenda sana, lakini mambo zenye mnafanya hata shetani mwenyewe zingine anaona na nyinyi. Shetani mwenyewe anaona msichana ako na miaka 20 ndiye huyo ameenda na baba yake ya miaka 60 na 70. Shetani anashindo ai. Hata kama ni mimi mwenye dhambi, hii sijawahi. Hii sijawahi. Mimi mahali nakaa ni kwa estate na naweza kuambia hapa kwa Sukari nimeona msichana mdogo akiingia gari kubwa unadhani ni yeye ni mtoto wa huyo mwanaume. Lakini nikasikia wakiitana be, nikashindwa shwari. Hata kama, na ndio unaona vijana wadogo hawana mademu. Sababu our sisters, our girls, our women hamtaki kuchoka. Lazima, na nasema lazima. Hata mama yako amevumilia kwa babako. Si kwamba babako ako na kitu, lakini anamvumilia. Pia nyinyi vumilieni. You have to date people who you know. Unaamuka overnight, you want to be a millionaire, you want to have everything. Siku hizi uchoki, alafu kitu ingine, siku hizi nasikia mkisema kuna yule wa chakula, kuna wa nguo, kuna wa nyumba, kuna wa simu, kuna wa out. Mbona usiuawe shwari? Mbona usiuawe? Hapana, nijibuni. Mbona asiuawe? Lazima pia nyinyi muwajibike. Hapa hata si serikali sana. Hii mauaji unaona kama wanawake tu ndio wanauawa, hapana. Pia nyinyi jiulizeni. Where does the rain started beating us? Mnatuachia tukiwa mahali pabaya sana. Wengine wanauawa na wanatupwa. Sasa familia umeiongeza mzigo ya kukutafuta. Ingine nilikuwa naona ya ile mtu yule msichana wa MCA, yule wa Thika, aliuawa Thika. Sasa umetoka kwenu nyumbani shwari. Umekuja ukiwa mzima na umekuja kuuawa. Mama yako hana mtoto mwingine, ni wewe tu. Sema ukweli. Pia yenye mnafanya haifai. Hata kama tunawadefend, tunawapenda. Chenye mnafanya lazima tuangalie kwa macho na tuwaambie haifai. Pia nyinyi lazima mbadilike. Alafu unaona kama msichana hakana nyama, hakana nini, kanaambia mwanaume niue. Iliona mwingine hapo kwa plot bwana speaker. Tunatoka kwenda kuachanisha wasipigane. Yule tunaenda kuulizia ndiye ako na kiburi hata kuliko mwanaume. Mbona usiuawe shwari? Anasema niue. Na ukiwawa ni shinda. Hapo kwa plot tu. Hiyo ingine mnakula fair. Sisi mlikula hata tukanyamaza. Kwanza hatutumangi, kwanza mimi situmangi siku hizi. Na si mimi peke yangu. Sawa? Hii mambo ukitumiwa pesa hutaki kufanya chenye mlikuwa mmeagana, lazima uawe. Ukikula pesa ya mtu vile mlikuwa mmeagana, fanya hayo mambo. Kwa leo speaker, wacha nifikisha hapo hiyo time. Condemn the process. What we should condemn is the killing. It is against the 10 commandments in the Bible. It is against human rights. It is against our constitution, Mr. Speaker. Mr. Speaker, our ladies and women are disparate. They are jobless. Hawana kazi ya kufanya. They will look for shortcuts. The best shortcuts is to look for indisciplined men who don't have plans, who will use their money anyhow, who will invest in women. Actually, I will advise women to eat those money well. Wasichana kuleni hizo pesa, lakini you should be very careful with whom you date. Mr. Speaker, under Ministry of Foreign Affairs, they should also interrogate those who are coming in our country. I think very well that not Kenyans are killing our ladies. We should investigate those who are jetting in our country, Mr. Speaker. Pale Jomo Kenyatta port ya Mombasa pale, Mr. Speaker, the foreign ministry should interrogate those who are coming in. What agenda do they have? Wamekuja kufanya nini? Mzee wa 90 years anakuja kufanya nini hapa Kenya?
Mzee wa 70 years anakuja kufanya nini hapa Kenya? Kuua wasichana wetu. Huyu jamaa hata wewe speak huwezi wa msichana wa Kenya. These are visitors who are coming to kill our women and girls, Mr. Speaker. The government should come up with job opportunities to allocate to these ladies who are very desperate. Wameingia kwa bangi, wameingia kwa pombe. Mr. Speaker, we as bunge la wananchi, we need to march and soldier on as bunge la wananchi ili to protect the right of our women. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much for being. Kwanza tukuje kwa kupitie maana wanawake wetu, kwanza kitu ya kwanza hamna adabu. Ukweli kabisa, kwa sababu tabia ambayo mnayofanya haifai. Nataka tuchukulie mfano na ule bwana ambaye alitoka hapa Thika mpaka Eldoret. Tunakubaliana na wewe, unaniambia nitumie hii, nifanyie hii, nifanyie hii, kisha baadaye unageuka maagano baina yangu mimi na wewe. Kusema hilo kwa kama human being, utajikuta umeingia kwa kitu ambayo uko unataka. Neno la pili, ile ambayo anasababisha ina cause mambo. Wewe unaweka watu na categories. Unasema kuna bwana, kuna sponsor na kuna mtu wa service. Wameweka watu wangapi? Mtu sponsor unakuta msichana iko na 25 years. Mimi nikisema hivyo mimi ni mzee ambaye niko na msichana, niko na wasichana si moja, niko na wasichana kama watatu ambaye ni watu wazima. Unakuta kwamba ameingia, umeshikana na mzee, hata mzee kuliko nganga babako. Sure. Una expect unataka awe nini? Nasema si bwanangu, huyu ni sponsor. Sponsor kwa sababu anatumia pesa yake. Siku ile utamweka kwa social media, watoto wake wajue, uta expect nini? Hiyo kwanza, hiyo mtafuta kama itawezekana mrekebishe. Neno la pili, wazee wanaume Kenya, kama unaona mwanamke amekukosea sana, instead ya ufike kiwango ya kumnyonga ama kumkata shingo, naona kama haifai. Unastahili uelewe kwamba mwanamke ni kiumbe dhaifu according to my understanding na Biblia na Quran. Mwanamke ni kiumbe dhaifu, kwa sababu mke wako hata mnaweza kosa naye na atoke hapo aende sema kwamba hata huyu mwanaume ni mjinga, hata anakojoa kwa kitanda na baadaye arudi kwako. Haoni kama watu wale walikuwa wanaambia watu wako pale. Kwa hivyo mnastahili kuchukulia kama ile jambo ambalo alisemanga na Sapili, kule alikuwa bwanake Queen. Alisemanga kwamba women are big babies. Yaani watoto wakubwa. Tabia ni ya watoto, lakini mwili ni mtu mzima. Kwa hivyo unastahili huo kama unajua vile ambao unamwona. Mimi niko na mke over 40 years. 40 years down the line. Nilioanga mpaka 1985. Up to date tuko naye. Na sidhani kama laptop niambie in future. Lakini mpaka hapo tumefika, watoto wangu haje kuona bibi yangu akilia. Hadi ninamchapa. Na si kwamba unikosea. Lakini natafuta vile ambavyo naweza kuando mama. The same applies to wala ni mbaya napatana nao kwa mbao ama kwa club ama mahali zingine. Kwa hivyo tafuta vile ambavyo naweza kuando ili tukae na njia ya heshima. Huwezi kuwa kama nje ya Kenya, ni nje ambayo inahesabiwa ile ambayo imeoa wanawake kwa mwaka, wanawake wengi. Ni makosa makubwa. Hata kama wamefanya makosa, tafuta vile njia ambayo tunaweza kuando hiyo mambo, hiyo kama tunaweza kuando na sober mind. According to me, itakuwa ni better instead ya kuwa kuna hao watoto. Kwa sababu mambo ile ambayo naifanya uende kakufuata baadaye. Hebu niulize, mtu kama Joy ambaye ni kijana mdogo, amekata msichana, kisha baadaye ameenda kufungwa maisha ama afunga miaka kama 70. Ndugu yangu, umesababisha kwa sababu ya starehe ya one day tu mtu astarehe. Alafu kisha baadaye ameenda maisha kwa sababu hiyo, si ati pesa ambayo alikuwa anatafuta. Tafadhali hiyo kitu kama itawezekana, naomba tafadhali ikome. Hiyo kama hiyo kitu tuko na hiyo tabia ambayo haifai tena. Kama itawezekana itakuwa